wakati wako wewe kukusanya nguvu kwa ajili ya kumwambia adui yako ya kwamba inatosha kwa yale yote ambayo aliyokutendea. Sasa ni wakati umefika akuache uende zako. Hawajaelewa, utaelewa huko mbele, haina shida. Parisa sifiwe sana. Inatosha umwache, kumwambie akuache uende zako. Hii ni habari ambayo huu ni wakati ambapo wana wa Israeli wakiwa wako Misri, katika kipindi ambacho walikuwa wanapitia mateso, wanapitia adha, wanapitia suba. Wakati huo ameshakufa Yusufu, na wakati huo ameshainuka mfalme ambaye hakuwa amemjua Yusufu. Wakaruhusu wana wa Israeli waweze kupitia dhiki, waweze kutumikishwa, waweze kufanyishwa kazi za nguvu na mateso. Wana wa Israeli wakafika mahala wakachoka, wakakata tamaa, na walienda huko Misri wakati Israeli na dunia yote kumetokea njaa. Wakaenda huko Misri kwa kuwa huko ndiko kulikokuwa na chakula, na hiyo ilikuwa ni ahadi kutoka kwa Mungu ya kwamba wataenda utumwani Misri, na Mungu aliahidi ya kwamba watakaa huko kwa muda wa miaka 400, na miaka 400 ikifika hao watu watarudi kwenye nchi yao ya ahadi. Hao watu wakati wanaendelea kutumikishwa na kufanyishwa kazi za nguvu, kazi za utumwa, kilio kikamfikia Mungu, mateso yale yakamfikia Mungu, shida zile walizokuwa wanazipitia Mungu akaziona. Na ndipo Mungu wakati Musa anaendelea kulichunga kundi la kondoo la baba mkwe wake Yethro kule Midian, Mungu anamtokea Musa kwenye kile kijiti cha moto, kichaka cha moto kisichoteketea. Mungu anamwambia Musa, mimi hapa ninataka nikutume uende ukawatoe wana wa Israeli utumwani. Anayejua kilio chako ni Mungu. Bwana asifiwe sana. Anayesikia maumivu yako ni Mungu. Anayeyaona mateso yako ni Mungu. Wanadamu hawana uwezo wa kuyaona mateso yako. Wanadamu hata ukiwa unapitia shida wanafikiri wakati mwingine unajifanyisha. Unapokuwa unapitia shida wanaweza wakaona ni kama vile unavunga, una pretend. Lakini anayejua kwamba unaumia ni Mungu peke yake. Na ambaye ana mkakati wa kuweza kukusaidia ni Mungu peke yake. Na ndio maana Mungu aliyaona yale mateso wana wa Israeli waliokuwa wanayapitia, akaamua kumtuma Musa ili kwamba aweze kuwatoa utumwani. Na hivi leo huu ujumbe umekuja kwako. Inawezekana umeshakata tamaa. Bwana asifiwe sana. Inawezekana ulikata tamaa. Hata wale wana wa Israeli walifika mahala wakakata tamaa. Wanajihoji, wanajiuliza, yuko wapi Mungu wa baba zetu? Yuko wapi Mungu wa Ibrahimu? Yuko wapi Mungu wa Isaka? Yuko wapi Mungu wa Yakobo? Mpaka ametuacha tunateseka huku utumwani. Inawezekana na wewe umefika mahala unaanza kujiuliza, hivi huyu Mungu yuko wapi? Mpaka anaruhusu niyapitie haya ninayoyapitia. Mpaka anaruhusu niyapitie haya ninayoona leo. Lakini iko habari njema leo. Wakati wa Mungu bado umefika au umefika. Kama ulikuwa unayaona hayo, maana ni kwamba wakati wa Mungu wa kukukomboa, wakati wa Mungu wa kukutoa ulikuwa hujafika. Na sasa unatakiwa kutumainia kwamba ule wakati wa Mungu kukutoa kwenye hiyo hali ulionayo, Mungu amekuja katika siku ya leo. Yuko tayari kwa ajili ya kukutoa. Wangapi wako tayari Mungu awatoe katika hali walizokuwa nazo? Naomba tuwe tunawaona. Mimi niko nawatazama kanisa. Hata mtu akisema pigeni makofi, napiga kwa shida. Hata akisema mtu mfurahi, amfurahi. Tunajua inawezekana kuna mambo magumu mazito huko mnapitia. Uongo. Mnapitia magumu huko.
Haleluya. Watu bado ni kweli watu wanapitia magumu. Lakini Mungu yuko hapa katika siku ya leo kukuletea habari njema ya kwamba unatoka leo. Mwambie jirani yako unatoka. Wangapi wanaamini wanatoka? Wangapi wanaamini Yesu ana uwezo wa kuwatoa? Wote si tunaamini, si ndio? Ongeza makofi na nderemo kwa Yesu anatutoa. Mwambie jirani yako furahi sasa anakutoa. Furahi basi anakutoa. Hayo maneno unayodaiwa Bwana anakutoa. Hizo kausha damu ulizoibia Bwana anakutoa. Hayo magonjwa ambayo ulionayo Bwana anakutoa. Hayo maumivu uliopitia Bwana anakutoa. Furahi basi Bwana anakutoa. Watu wanaanza kuelewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Warumi ya Kitana anasema correct courage to tell your adversary to let you go. Wangapi wako tayari kwenda? Wangapi wako tayari kwenda? 2025. Wangapi wako tayari kuiacha iende? Wangapi wako tayari kuiacha go? Wangapi wako tayari kuiacha iende? Hili season 3 hii miaka mitatu. Mwaka 2023, 2024, 2025. Hizi season hazijawa nzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Wote mtakubaliana na mimi kwamba ni vipindi ambavyo vimekuwa ni vya nafsi tufahamu, si ndio jamani? Lakini Mungu amenituma kukwambia kwamba hii miaka yote, zile nyakati zote zilizoliwa na nzige, nyakati zote zilizoliwa na tunutu, nyakati zote zilizoliwa na paraya, nyakati zote zilizoliwa na tunutu, Bwana anaziondoa, analeta nyakati za kushinda. Zile nyakati zilizoliwa na manumaji, zilizoliwa na tunutu, zilizoliwa na paraya na nzige, Bwana anaziondoa, analeta nyakati za kushinda, analeta nyakati za furaha, analeta nyakati za kutoka. Wakati naongea kwa watu wengine na wazi, inawezekana kweli wewe na mimi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata wana wa Israeli inawezekana kwa haraka hawakuamini, lakini kwa kuwa ni Mungu amesema atakutoa, atakutoa. Walitoka hawakutoka? Walitoka. Walienda hawakwenda? Nawe unaenda leo. Unaenda, mwambie jirani yako naenda. Mwambie jirani yako naenda leo. Ubarikiwe sana mama, makofi kwa huyu mama. Mwambie jirani yako naenda. Kama Mungu aliwatoa Israeli wakatoka utumwani kwa mapigo makubwa makali, na mimi leo naenda. Hata kama shetani atang'ang'ana kiasi gani, ni biashara yake, kielele chake cha kuzuia, atakutana na mapigo mengi. Wakati wa kwenda umefika, naenda. Nilikwambia Mungu akikusudia kukuondoa, unaondoka. Hata kama adui atagonga kiasi gani, atapigwa kama atafika mahali, atachoka, ataachia, atagoma, atabana, mwisho ifikia ataachia. Nasema hapo wapi? Vipi bwana mfurahi? Bwana mwajilia, Bwana amekuja, yuko hapa. Unaposikia hii sauti, ni sauti ya Bwana. Unaposikia hii sauti, ni sauti ya Bwana. Ni sauti ya Yehova anaongea na wewe. Acha mawenge. Acha mawenge, mwambie jirani yako acha mawenge. Mshazoea watu, usinizoee. Nishakwambia mimi sizoeleki. Mwambie jirani yako usinizoee. Tusizoeleane. Mungu azoeleki. Jamani ni amina. Kwa hiyo nimekuja kukwambia kusanya Mungu. Mwambie jirani yako kusanya Mungu. Kusanya Mungu. Kusanya Mungu. Mwambie jirani yako kusanya Mungu. Kusanya Mungu.
ustawi wako kwa lengo la kukuweka chini yake au chini yao, kwa lengo lingine la kukuua, kukuharibu au kukuangamiza. Bwana Yesu asifiwe sana. Umeona tafsiri ya adui? Adui anaweza siwe mtu, adui anaweza akawa ni kitu, adui anaweza akawa ni mfumo, adui inaweza ikawa ni chochote chenye lengo la kukuondolea amani yako, kukuondolea uhuru wako, kukuondolea uzima wako, kukuondolea ustawi wako. Mpaka hapo ushaelewa adui yako ni nani? Mpaka hapo, amina. Inawezekana adui yako ni ugonjwa, inawezekana adui yako ni maisha magumu, inawezekana adui yako ni umasikini, lakini leo Bwana yuko hapa katika siku ya leo, anatuambia katika hali yoyote ambayo sisi tuliomo, anatutoa kwa jina lake Yesu Kristo aliye hai. Hata kama alikwambia ugonjwa wako hautapona, amini tu katika siku ya leo iko nguvu ya Bwana ambayo inakwenda kuachiliwa na tunakwenda kupona kwa jina la Yesu. Iko nguvu ya Bwana Yesu inakwenda kuachiliwa, unakwenda kupona kwa jina la Yesu. Nilikwambia ni kitabu cha wokovu, si ndio? Na Yesu Kristo ndio mkombozi wetu, tuko naye mahali hapa. Ongeza makofi kwa Yesu Kristo pekee yake. Ndio. Na anasema nguvu ni uwezo wa kufanya tofauti na jinsi ilivyotarajiwa. Fanya mabadiliko na kufanya mageuzi. Nguvu ni uwezo wa kufanya tofauti na jinsi ilivyotarajiwa, na jinsi ilivyotegemewa. Kufanya tofauti. Walikuzoea ni dhaifu, walikuzoea ni wewe ni wa hai, walikuzoea kwamba wewe ni wa hapo hapo, walikuzoea kwamba wewe hautafika mahali popote. Wameshafanya makarateka yao, wameshafanya mipango yao, wakafikiri wamemaliza kila kitu, wakafikiri huyu mtu tayari tumeshakumfanya ni mtumwa wetu, hana mahali pa kwenda, hana mahali anaenda. Na ndio maana nimesema ongeza nguvu, kusanya nguvu katika siku ya leo. Tunaondoka mpaka tuwashangaze, wabaki wamepigwa na butwaa, washangae hawa wameenda vipi. Kumbe tunaenda kwa nguvu ya Bwana. Mwambie jirani yako, fanya tofauti leo. Amzungumzi kwa nguvu. Mwambie jirani yako, fanya tofauti. Ndio ushangaze adui yako, ashangae. Jamani, niamini. Yesu ni Bwana. Ni Bwana. Wangapi Yesu ni Bwana hapa? Wangapi wanaanza kubarikiwa hapa? Wangapi wanaanza kuona furaha inarudi hapa? Wangapi wanaanza kuona tumaini linarudi hapa? Shangwe nyingi na nderemo kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ndio. Hasa mtu mwingine anajiuliza, nitatokaje hapa? Itakuwaje? Na mtu anawaza, anafikiria kwa akili yake, anafikiri kwa uwezo wake, anafikiri kwa maarifa yake, anapiga mahesabu, anacalculate, anashangaa. Nimekupitisha kwenye mambo machache sana ya namna ya kuondoka hapa, namna ya kuondokana na adui yako, namna ya kuondoka kwa adui yako. Andika kama unaandika, namna ya kuondoka kwa adui yako.